Kada muali ka batini mo ni mo kanyigit. Mo kungwa ko dawa ngabet. Bono, ngoja katole. Adikona. Ini masa kana bari putole. Amasa kana kwan. Kirengan kyo, ekenema. Matano kwa benye program ya hali ngokana kwa hiyo. With God. Na watoto wako maana wamekuja ili wakusikie. Inua bamotali abegenwa. Tumumati ngobo sandi bwense nobo. Dia batanga ngochare. Naende ngocha. Sasa ile waki, ukibona hata kwa kwa chapala. First and second Timothy, the US film, April James. Kada muali ka batini mo ni mo kanyigit. Mo kungwa ko dawa ngabet. Bebo, ibebo. Kwa mfano nikuulize, ukiona biharusi ambaye unamzungumzia yeye hapo bisi na simu, unamzungumzia yeye hapo bisi na kufanya nini? Kuchat. Huyo mtu bado anaendelea kusimama. Hayo ni madharau ya makuu ya ajabu. Sasa huyo msichana alipomaliza akarudi nyumbani. Aliporudi nyumbani ashughuliki kuulizia upishi. Siku moja akaolewa. Alipoolewa sasa mume mara ya kwanza walimwajiri nani? Maid. Na mume hajui ya kwamba huyu jamaa hajui kufanyaje kupika watu wa Mungu. Sasa bahati mbaya siku ikafika, yule maid akaenda kuwasalimu wazazi. Kuwasalimu nani? Jamani tuwasiliane. Kuwasalimu nani? Wazazi. Sasa mume tena siku hiyo wageni wakaja wakati yule ameenda. Haya. Sasa mume hajui chochote. Hajui kwamba yule jamaa hajui kupika. Akaenda akamwacha mke kule jikoni, mume akabaki kuentertain nani? Wageni. Haya, yule mwanamke akaangalia sufuria, akaangalia sahani, akaangalia maji, kila kitu mume amekiweka hapo. Mume amekiweka hapo kila kitu. Jioni kazungumzia bwana harusi, lakini sasa ni bi harusi. Kila siku sasa yule msichana anaangalia nianzie nini? Nianzie mboga, nianzie maji, nianzie nini? Akachanganyikiwa. Ikabidi sasa watu wa Mungu aweze kuanzia. Kulikuwa na jogoo imefungiwa hapo. Akaona wataanzie nini? Jogoo. Kila alianza akashindwa inafanywaje. Ajui kisu ndicho kinakata shingo. Yeye ndio anakimbia na mikono yake anataka kuvunja kerenge kia jogoo. Unajua kerenge ni kale kamiguu ka jogoo. Ndio anataka kuvunja kamiguu ka jogoo ili ife. Kumbe ajua kwamba kichwa kwa shingo kwanza kukata. Sasa huyu kumbavu huyu hajui kupika. Sasa jogoo kalia jamani. Sasa shida gani? Mume hakushughulika maana anajua mambo labda yanaendelea vizuri kule. Sasa alipoona haifi ndio yeye anashika shingo kuibana. Anabana shingo, yani akoni na kabisa. Lindeli kwa watu. Jamani, tabu nyingi. Wewe kama hujui kupika sijui utolewa na nani hapo ulipo. Sasa hatimaye akafaulu kuinyonga, sio hata kuikata. Kuinyonga. Sasa alipofaulu kuinyonga, akaiweka yote na manyoya yake kwenye maji. Alipoiweka yote na manyoya yake kwenye maji baridi, akanyunyizia chumvi. Akanyunyizia nini? Chumvi. Chumvi. Jamani, pumbavu. Yesu hataki wapumbavu jamani. Sasa hatimaye akaibeba yote mzima. Tuwe anaipeleka kwenye sebuleni kule. Mume alipoona kwa mbali kinacholeta sebuleni, alishika kichwa na kujaribu kumfunika haraka asionyeshe wageni, lakini tayari wageni walikuwa washaona aibu. Analeta jogoo, chumvi ndio hiyo kwenye manyoya yake,
Jogoo inakaa hivi, imenyongo hivi, inakaa sijui inakaa namna gani. Jamani watu wa Mungu, kama hujui kupika, basi Yesu Kristo bado hajapendezwa na wewe. Na maanisha nini? Na maanisha kufanya kazi ya Bwana. Fanya nini? Maana Yesu Kristo mwenyewe katika Yohana 4 alisema ya kwamba chakula changu ni kufanya mapenzi ya yule aliyenipeleka, ambaye ni Mungu Baba. Waimbaji wameimba hapa vizuri. Si wametupikia chakula kizuri? Sasa uzuri wa yule mume hakumfukuzilia mbali kwa sababu ya upendo. Yeye anasimamia Yesu, akamchukua, akamkumbatia, akamwambia mwenzangu. Akaanza kumfundisha upishi moja kwa moja hadi akajua kupika, akajua keki, akajua nini. Wewe unajua kupika keki kwa mfano? Unajua kupika hata rice. Wengine wanaweka chumvi nyingi, sijui wengine wanafanyaje. Wewe try to know how to cook, be the best cook. But in this sense, I want to tell you, lazima tujue kufanya kazi ya Bwana. Kama wewe ni mhubiri mwenzangu, lazima ujue kuhubiri. Kama wewe ni mwimbaji, imba tupeleke juu. Tumechoka na hii dunia ya watu wa Mungu. Tunataka waimbaji ambao watatunyanyua moja kwa moja na kutuacha mbinguni jamani, katika nyimbo zao. Maana tumeichoka hii dunia. Asubuhi hii ningependa kuwaomba na kuwauliza ya kwamba, je, wewe ni bi harusi katika hayo machache? Sijui ni manne nimetaja, bado kuna mengine mengi, lakini je, wewe ni bi harusi wa Yesu? Umejitambua mwenyewe? Jiandae, weka vazi lako liwe tayari, endelea kumwita Yesu, wewe bi harusi wa Yesu Kristo. Maana Yesu amekaribia kurudi, siku ya harusi imekaribia. Wakati bwana harusi atasimama huko na bi harusi asimame huko, alafu waanze kusema mimi. Nakumbuka wakati nilifanya ndoa nilisema mimi Pastor Vincent Ochako nitampenda. Mwenzangu anaitwa Naomi. Kwa kweli nimeoa, wala mjui, nimeoa msichana anaitwa Naomi. Nilikuwa nawatafuta Naomi mahali walipo na nikampata Naomi mahali. Bwana asifiwe sana. Jina hilo linanipendeza maana linamaanisha my pleasant one. Nimeoa msichana wangu mfupi hivi na anapendeza. Kwa hivyo unapofanya maagano hadi unasema hadi kifo kifanyaje? Kitutenganishe. Lakini sisi na Bwana Yesu Kristo, kifo hakitutenganishi, tutaishi na yeye milele. Bwana Yesu awabariki, muwe tayari maana Yesu anarudi upesi. Ndio ombi langu katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu.